sihitaji damu ya mwanadamu. Ninahitaji damu ya Yesu. Maandiko yanasema damu hiyo inanena mambo mazuri kuliko damu ya Habili. And that is enough. Damu yake. Ati roho yangu haipendi yule msichana. Kwani mimi nahitaji roho yako? Hata dunia hii, hata roho ikigonjeka ibadilishagwi. Hata heri tusumbuanie figo, sababu figo inabadilishagwa. Sasa roho yako hainipendi. Sasa roho yako naitaka ya nini? Roho yangu haipendi huyu mama. Sasa roho yako na mimi sihitaji roho ya mwanadamu. Kuna roho iliyofunguka inaitwa ya Yesu Kristo. Akaniweka ndani ya roho yake, na sio kuniweka tu ndani, akaniachia mpaka mtakatifu. Roho yako ni takatifu? Nauliza, roho yako ni takatifu? Unanichukia na roho yenye imebreak roho za watu wengine? Unanichukia na roho ambayo imecheza your current lover na unajua umecheat? Na hiyo roho ndio unanichukia nayo? Hiyo roho ndio ilisema nasikia leo roho yangu ikiniambia niende kwa bar. Alafu unasema unatumia hiyo roho kunichukia. Afadhali endelea kunichukia na hiyo roho. Kwa sababu mimi sihitaji roho ya mwanadamu. Mimi nahitaji Roho Mtakatifu wa Mungu ili niweze kufanya mambo. Nahitaji Roho Mtakatifu wa Mungu ili aweze kunipeleka hatua kwa hatua. Ambia mwenzako, roho yako kaa nayo. Mwingine ananichukia na roho na ilibrekiwa jana. Unasikia mtu anakuambia nachukia Bishop Ben na roho yangu yote. Nachukia Mary na roho yangu yote. Na hiyo roho unanichukia nayo already iko broken. Already umelala ukilia. Hiyo roho yako inapiga mara 49 juu ya vile imeteswa. Alafu unasema umenichukia na hiyo roho. Endelea. Asante kwa kunichukia na hiyo roho. Asante kwa kunichukia na hiyo damu yako. Mwanadamu anakuambia damu yake, ati damu yangu haipendagi yule mama, na damu yake ni mgonjwa. Hakuna siku utasikia damu ya Yesu iko na kansa. Hakuna siku utasikia damu ya Yesu iko na TB. Hakuna siku utasikia Yesu ako na COVID. Hakuna siku utasikia damu ya Yesu. Hakuna siku utawahi sikia. Nani amewahi sikia Yesu akiongezwa damu? Yesu hatawahi lala hospitali kuongezwa damu. Kama damu yako haisikizanagi na mimi, sawa, asante. Nani anataka kusikizana na damu? Iko na tugonjwa twingine fani. Iko na mpaka tumagonjwa twa aibu. Nani anaweza ataka? Mimi sitaki kusikizana na damu ambayo haiwezi niokoa. Mimi, my business in salvation, it is to befriend the blood that speaketh good things than the blood of Abel. Praise the name of the Lord. Ambia mwenzako, blessed assurance. Mwambie, blessed assurance, Jesus is mine. Mwambie, habari njema, raha yangu. Mwambie, Yesu ndiye mwokozi wangu, na hiyo inatosha. Hebu sikiliza hapa verse 9. Katika hii pendo la Mungu lilionekana kwetu, kwamba Mungu amemtuma mwanawe pekee ulimwenguni ili tupate uzima kwa yeye. Ujio wa Yesu, the coming of Christ, was to assure me about life. So I am assured that because he lives, I will live. Kama Yesu angefariki na akufe milele na asifufuke, singekuwa na uhakika wa kwamba nitaishi. Lakini kwa sababu alikufa na akafufuka, nikapata uhakika wa kuishi. So after love, I am assured of life. After love, I am assured of life. Kwa hivyo mimi napendwa
na niko na life. Because maandiko anasema pale, alikuja mwanawe ili tupate uzima kwa yeye. Uzima is life. Kwa hiyo mtu akikuangalia anakuuliza, my sister, why do you look like this? Unamwambia, it's because I have life. Until you have life. You have life and you don't have a boyfriend. I'm loved by God. My friend, I don't need a physical man. The spiritual man is my beloved. He will never die. He will never go broke. Si kuna wengine wenu mlizimiwa simu jana na mko karibu kuambiwa ni kwao hakuna stima, ni pesa hakuwa nayo. Ati babe, you switched off your phone yesterday and we were about to go for dinner. Stima ilipotea na sikuwa na power bank. Uongo. Ni pesa hakuwa nayo. Halafu simu kama imezimika juu ya moto inasemanga, sorry, the mover subscriber cannot be reached. Kama umedivertiwa na naona unajaribu kupiga, inasemanga, press 1 to call this number or to leave a voicemail box first. Hiyo ni kusema umechezwa. Hiyo ni kusema amedivert. Anakuona lakini hawezi mfikia. But the calling lines of heaven, where your beloved God is, are open 24/7. That your lover called Jesus Christ will never go broke. He will never switch off his prayer line. Jesus has never switched off his prayer line. It is open 24/7. I am assured of life. Ambia mwenzako, I am assured of life. Nikumaliza na maliza. Amen. Number 10. Hili ndilo pendo. Hapa ndio nilisomea Mr. Mwangi. Hili ndilo pendo. Si kwamba sisi tulimpenda Mungu, bali kwamba yeye alitupenda sisi, akamtuma mwanawe kuwa kipatanisho kwa dhambi. Imagine ukilala kwa kitanda na mpenzi. Ukilala kwa kitanda na mpendwa na mpenzi, wewe ndio unanyoshaka kimkono umprovoke. Unamgusa mbavu, mgongo, mwingine anasemaga ukiniguza shingo. Wewe ndio uprovoke mapenzi amke. But just imagine, it is not us who provoked God for love. It is God who provoked us for love. Ya kwamba sio sisi tulimpenda, ni yeye alitupenda kwanza. Kwa hivyo ni kumaanisha unapoenda mbele za Mungu hauendi kujipendekeza. Unajua watu wanasemanga hivyo. Hiki kisichana hata kanisa kinakaaga pale mbele kinajipendekeza kwa bishop ndio kionwe. Hiki kimzee kinaendaga pale mbele ya bishop na suti na ni ya kukopa, kinajipendekeza. Let me tell you, before the Lord hakuna kujipendekeza. Alikupenda ukiwa wa kwanza. Yeye ndiye alisema ninapenda huyu. Akakuangalia, bishop, mimi roho yangu ndio inakupendaga. Unajua wanaume wanaamini mwanamke anafaa kupendwa auliswe. Unajua it is very funny and ironical, msichana akikuanza akikukatia. Si mnasema kukatia? Msichana akikaa ni kama anakukatia, inakaanga odd. Sababu unaonaga yeye hafai. Lakini katika mapenzi ya kiroho, Mungu ndiye alitukatia. It is God who loved us first. Na akatuangalia akasema, hawa ni watoto wangu ninawapenda. Wacha nipatiane uhai wangu, wacha nipatiane mtoto wangu ili kwamba hawa wawe wangu. We were owned by God before we owned God. Andika hiyo mahali. We were owned by God before we owned him. We belong to him. Wewe hata ukiulizwa na mtu leo, hata kama kwa kitambulisho chako pale mwisho hakuna jina la mwanaume, weka jina la Mungu hapo.
Unajua watu wengine wanakuwa na majina ya mapenzi hapa mwisho. Mary Wamboi Atifa, Mase Wanjiro Dungu, Sara Modoni Nene, Caroline Dunge Gogi, Redia Wangari Ugaibu. Wako na majina ya mwanaume pale mwisho. Wamama wale hamuna jina la mwanaume pale mwisho, weka jina la Mungu. Anakupenda zaidi ya mwanaume. Weka jina la Mungu pale. Wajane mlio kanisa hili, weka jina la Mungu pale mwisho. Anakupenda sana. Yatima msio na baba, wekeni jina la Mungu mwisho wa kitambulisho chenu. Anawapenda. Kama huna mapenzi ya kawaida, kumaini mapenzi ya Yesu ni ya kweli na ni ya dhati, ya kwamba sio mimi nilimpenda, ni yeye alinipenda. He loved me and that is enough. Praise the name of the Lord. He loved me and that is. Hebu sikiliza wapenzi, ikiwa Mungu alitupenda sisi hivi, imetupasa na sisi kupendana. Na kizungu inasema, beloved, if God so loved us, we ought also to love one another. Angalia mwenzako, mwambie kwa sababu nilipendwa. Shika mkono wake, mwambie kwa sababu nilipendwa, nami nitakupenda. Mwambie, just the way I am assured of love from Jesus Christ, be assured that I also love you. And that is a blessed, you are now assured of love from God and love from your fellow men and women. Because love from Jesus is contagious. When I am loved by Jesus, I should extend my love to other people. Kwa hivyo wewe kama umeokoka na unasemanga haupendi watu wengine, wewe haumpendi Kristo. Kama umeketi kanisa hili na unasemanga roho yako haipendi watu, haumjui Yesu. Kwa sababu maandiko yametuambia pale, nao wanaopendana wanamjua Yesu. Kama unanichukia, haupendi Yesu na huwezi nisikiza unampenda. Kama umeketi hapa na unajua kwa moyo wako kuna mtu unachukia, wewe haumjui Yesu. Unajua kitu mimi hufanya? Mimi huwa sichukii watu. Listen to me very well. Mimi huwa sichukii watu. Na hata ukinikosea, mimi sikuchukii, kwa sababu nafunzwa kupenda. Kwa sababu katika maandiko Yesu alipofunza mitume kuomba, alisema na utusamehe jinsi na sisi tunawasamehe walio tukosea. Are we together? Sasa sikiliza hapa. Mimi huwa sikuchukii ukinichukia ama ukinikosea. Huwa nakusamehe, lakini nakuweka mahali unafaa. Hiyo itakusaidia. Forgive people but place them where they belong. Because if you don't forgive, you are the one who will live wounded. When you forgive, you release people so that you can accommodate blessings. Because blessings and hatred cannot sit in one heart. Either you allow love or you miss your blessings. Very simple. Forgive people but place them where they belong. Because kuchukia watu ni kama kukunywa poison alafu ugoje mimi nikufe. Praise the name of the Lord. When you hate people, it is like taking poison and then you wait for me to die. Praise the name of the Lord. Hate is a personal damage. It will damage you spiritually, physically, financially, emotionally, in all your aspects of life. Hate will demolish you, but love
will build you in all aspects of your life. Na ndio maana Mungu akatuachia upendo, kwa sababu alijua upendo ndio utatujenga. Ukiwa na upendo unaweza kukaribia watu. Ukikaribia watu unajua connections. Huwezi kukaribia Mr. Mwangi kama hauna upendo na ujue venye anauzaga mafuta. Ukitaka kuuza mafuta kama yeye, karibia yeye na upendo, utajua njia zake. It is only love that can open highways for your life. Na ndio maana Mungu akajua, ndio nifungulie mambo makubwa yafanyike, wacha niwapende. Akatupenda, akafungulia upendo. Nao upendo aliofungulia ukafungulia mapenzi, kwa sababu dunia yote leo sisi wote tunainua mikono kuambia Mungu tunampenda. Kama hangefungulia mwanawe, na sisi hatungefungulia upendo. Ambia mwenzako, fungulia upendo, ufungulie mambo makubwa. Alafu mwambie, and that is the blessed assurance. Simameni kwa miguu zenu. Habari njema, raha yangu, Yesu ndiye Mwokozi wangu. Habari njema, raha yangu, Yesu ndiye Mwokozi wangu. Habari njema,